kutoa shukrani nyingi sana kwa vile tumefika hapa kwenye Nairobi kutoka Transmara huko. Na huko Transmara ni jambo. Kanisa lote mkuu wa siku, hata watoto, hata wazee, kina mama. Na tulikuwa juzi Mungu. Sabato nikamwambia nitaenda Nairobi huko. Akatoa chambu lao, msipokee. Hata mimi nilikuwa nimesahau. Nilitumwa na mama akasema salamia watu wote kanisani. Na wengine wale walikuwa nitakuja hapa walituma salamu sana. Nikirudi nifanye nini? Asante sana. Sijamaliza. Hata nyumba yangu pia iko mama mzee. Mama mzee sana. Ukiona unafikiria ni mama wangu. Anaendaga na hata alikuwa anataka anataka sana kurudi hapa Nairobi. Hata niende kuona. Tutaenda siku nyingine. Asante sana. Na wengine pia ni umesikia mambo mengi. Hata mimi umeona mimi ni mzee. Umesikia nilikuwa mwaka wa 84 nilikuwa hapa Nairobi. Na mlikuwa wapi siku hiyo? Wengine wengi nilikuwa hapa sijaona wa Kenya. Nilikuwa hajaingia Kenya. Nilikuwa nyingine. Na umeona nini? Hata mimi siku nyingine nilikuwa ni mwana kwaya. Nilikuwa ni mwana kwaya kwa kanisa. Na nilienda kanisa mwaka wa 63. Lakini nilienda kanisa la Catholic kwanza. Tuseme Catholic si mbaya, hiyo ni Nazari. Na kuweka nini? Veko mmea. Basi na uliona ile nyimbo tulimba ndio nilifanya nini? Nilitunga au nilitunga hiyo nyimbo. Tulitunga na mama ya huyu. Mama ya huyu wakati huo nilikuwa msichana. Nilikuwa mwana kwaya. Nilikuwa msichana ya kanisa. Tulitembea na yeye sehemu nyingi sana. Maajabu walifanyika, vitu mingi sana. Hata tulienda asubuhi ile mpaka barko. Kufika huko tunampigia mtu mmoja, yeye alikuwa ni msieti. Tunataka kuhubiria, akashirika, akasema mtakustaki nini? Mna punja kabisa. Kweli alisirika, mpaka anashika, wanataka kusika sisi. Tunamwambia msomee, tusomee. Kama tunakosea, tusomee. Akatuacha.
waja tutoe nyimbo moja. Ninasema kama wewe umepata neno. Tumikia Elohim. Hapo wewe umepata neno. Hapo yangu tumikia Elohim. Tukuangu ndugu yangu. Kumbuka sana ndugu yangu maisha yako. Ndugu yangu jinsi ulivyo. Wacha huyo mtu akalia. Akalia. Kuna rosari na akatupa. Akasema, kumbe nyinyi mlikuwa na mambo kwa sana. Nyinyi ni watu wa Mungu. Hawa mpaka yeye analia hata nini? Wakamati anatiririka. Mpaka watu wanaona mtu ni mgani. Wengine wanasema labda anakuja mtu wao. Labda yuko mtu anakufa. Wacha huyu. Siku hiyo akasema yeye alikuwa anaishi Kulunguni. Alisema tutaenda mpaka kwangu leo. Wewe tulienda mpaka kwangu. Kwa hivyo mimi nawaambia hao watoto watoto wadogo wala wale wa kwaya. Watoto wa kwaya. Wanataka sana kutamka nyimbo ya nzuri ile ukiimba anafuka mtu na ndani ya mtu. Basi nyimbo ni nzuri sana. Mnasikia huyu wacha niongee tu kama nakosea unaongea kanisa kama naruka kwa huko tusoea sana kuongea kila mara nini. Hata walimu wa huko nyumbani hajui Kiswahili. Tunakosa kuongea Kiswahili kila mara. Unajua wakati wa 1985 nilikuwa hapa. Hata tulikuwa naombea hapa Kaloleni. Nilikuwa naishi hapo nini? Hapa isini, CCM3. Nilikuwa naishi huko. Lakini sikuwa na kazi. Nilikuwa biashara ya ng'ombe. Nilikuwa naenda mara na nusu, nileta ng'ombe, nilikuwa nachitanga hapa Tandora. Na huko Ulaya. Mpaka siku moja hiyo ng'ombe alikuja mpaka Lumurtu huko na lori. Unajua siku hiyo ulikuwa haruhusiwi kupeleka ng'ombe usiku. Tukalala huko. Waje ng'ombe anatoka usiku anakuliwa na wanyama. Ndio nilikuja kwa hiyo watu wa nilikuja kuona hiyo nini. Nilifika huko Lumurtu. Akavika mtu rasmi kuja hapa kwa Lang'ata huko. Wanyama hii watu wanasimamia wanyama. Ndio nikakaa hapa karibu mwaka mbili hapa.
sikuwa na kazi. Ndio nilikuwa na tuliomba hata siku nyingine tunaenda huko Lang'ata Rongai. Siku nyingine tunaenda hata huko nini? Kivera. Basi, kwa hivyo ndio mimi naambia vijana wale wa kwaya muda nyimbo yale nzuri sana. Na vijana iko wagani hapa? Vijana ile acha hizi wala wajaoa na wazee ni wangapi? Akina mama. Haya, na hapa na wasichana hapa Wale hawajaolewa. wale wacha hizi Nitoa juu. weka juu na kwa nini? Ni baraka. Ya mzee. Sinaona. Hapo nikiona hivyo mimi nafurahi sana. Ambaye nini ni wasomi mtakuja kuongeza matumizi wa kanisa, mtakuja kupeleka kanisa mbele. Haleluya, mtapeleka kanisa mbele. Basi kwa hivyo nataka kusoma tu masomo machache tu, kwa maana nilisikia huyu Basia wa Narok, ndio hata niliona mzuri tukuje pamoja naye, kwa maana yeye ni katibu mkuu wa kanisa, yaani sekretari wa kanisa. Ndio twende, alafu unaweza kueleza watu mambo ya kanisa vile wanaendelea. Basi tusome kitabu cha Mithali 10 mstari wa 14. Ikasema, watu wenye akili huweka akiba ya maarifa. Watu wa akili wanafanya nini? Wanaweka akiba ya maarifa, anaweka maarifa ndani yake. Bali kinywa cha upumbavu ni uangamivu. Mama kwanza. Tunasikia watu wa akili wanaweka maarifa wapi? Akiba. Alafu hiyo maarifa, alafu baadaye utakuja kutumikia, yaani kutumia kwa maneno, hata kwa mafundisho. Yale yote umesikia, weka yale mzuri. Na unajua siku zijazo, saa ingine unaweza kuwa mwalimu, fundisha Biblia, upili, kwa sababu umeweka nini? Umeweka akili, umeweka maarifa, umesikia mengi, ndio unaweza hata kufundisha watu wengine. Haleluya. Na kitabu kingine ni Waefeso 1 mstari wa 28. Mstari wa 28. Kwa maana mtakuja kuwa wahubiri, mtakuja kuwa waongozi. Si unajua sisi naenda kuwezeka, sinaona leo mimi naenda kumbukumbu lakini mimi nilikuwa mtu mzima, nilikuwa mtu
niko na nguvu, niko na kimbia, niko na nafanya kazi kwa nguvu, kwa maana niko na nguvu. Lakini siku hizi sina nguvu hata kufanya kazi nyumbani. Nikiwa nyumbani nakaa tu, watu wengine na nida mimi. Haya, hebu soma hapo. Moja. 28. Haifiki 1:20. Hapo ndio. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru Mwaite. Au Kolose. Kolose. Unajua Kolosai na Efeso ni jirani moja. ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Masihi. Ndio. Yaani mambo yote umesomwa Bibliani, hiyo ndio natupa sisi tupate maarifa zaidi, ili tuwe hata watu tuwe watu Wakamilifu. Katika Masihi. Tusikie tu na pale mimi nakosa wewe nyorosa tu ngaviti hapa kama yale mafundisho yote napea sisi tuwe watu wenye maarifa, wenye tuwe watu wakamilifu. Sawa. Mimi nasema msike sana mafundisho, msike sana, muweke moyoni mwako, ili siku nyingine au siku zijazo unaweza hata wewe uwe mhubiri, uwe mwongozi, kiongozi unaongoza. Haleluya. Najua tuseme hata kama mimi sijui kuongea sana. Mimi nasikia watu wengine hapa wasomi uko na degree. Wangapi wako na degree hapa? Mkono juu. Usikoma kutoa. Juu kabisa. Hiyo ni kitu mzuri sana. Hiyo ni kitu muhimu sana katika jamii, katika Kenya, katika mataifa, katika kanisa. Kwa maana hiyo degree anasaidia taifa letu la Kenya. Anasaidia taifa letu la kanisa. Haleluya. Amen. Hata mimi niko na degree. Hata mimi niko na degree ya kuchunga na wachungaji. Kwa maana hii kanisa hili nilichunga, niliendeza, kanisa.
ndio nimezichunga mpaka wanafika mahali mnaona sasa. Haleluya. Amen. Pale mahali mnaona sasa imepika. Basi kwa hiyo tuseme nini wote ni umesikia makutano tulipokuwa ya Mission na tulikutana na wazee wengine pasta. Watu wa Mission ilikuwa kando na makutano yao, na tulikuwa kando wasiatu na pasta sehemu nyingine. Baadaye tukaunganisha na vitu vingine. Mimi natolea nyinyi shukrani nyingi sana. Ninasema asante kwa nyinyi wote, kwa maana hii mambo ya kanisa mahali wamepika huko Burundi, Rwanda, hata Zambia, Malawi, tulikuwa tumeshiriki pamoja kwa matoleo wa kanisa. Kwa hivyo hata nyinyi ni watu muhimu sana kwa kazi na Mungu. Haleluya. Amen. Tukisoma kitabu moja na Filipi, mstari wa 12. Tungeendelea huko pale tulisoma, lakini basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilikuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Hapo tumesikia ninyi mnatii sana vile kanisa wanasema. Kanisa wakisema tufanye hivi, ninyi mko mstari wa mbele kufanya yale yote kanisa ametoa. Kwa hivyo ninyi mmetii sana, kwa maana kanisa kama kanisa wanasema tufanye hivi, tumefanya wote. Hakuna mtu ngumu kufanya kazi. Hata karibuni iko watu wataenda wanisikia wazee walisema iko watu watatumwa huko Zambia na Malawi. Unajua Zambia lenyewe imesimama, kanisa imejengeka huko, kanisa imekuwa huko Zambia. Kama iko hata pasta watu watatu pasta imewekwa huko. Hilo kanisa imesimama kabisa, imesimama na imekuwa kanisa. Lakini huko Malawi ndio watu wataenda huko kujenga kanisa kwa imani, kuweka tena watumishi huko. Tunaona kabisa wanasitu wanakuja kwa hata wa Nairobi watakuja, kwa maana tulienda kando huko kuongea na watu wengine, nikauliza mwenyeji hapa Nairobi ni watu wangapi? Nikapata huko watu watatu. Sasa hiyo ni msingi wa kanisa au msingi wa kanisa? Au tulienda huko tukapata watu watatu au huko wengine wenyeji hapa Nairobi ni wangapi? Naweza kuwa wengine wale wanaishi Nairobi, wale wanaishi Nairobi, wale wamepata shamba Nairobi, hata kama ni kidogo shamba ni watu wangapi? Unaitwa
kitu unaweza au nyumbani yenyewe mtu anaweza sema hapa ni kwangu kile shamba, au naweza kutoa kitu, unaweza kutumu kama unapata shamba, hata vitu wako wote wanaweza kutumu, wanaweza kulimpa zuri, kwa maana iko na mahali wa kwa mzuri. Haya ndio ndio mzuri hao. Na tena kitu mzuri ema tu sisi kuna mawasee wenye ujasiri, watu wenye wasomi, hata nini msomi mtakuwa uongozi baadaye. Sasa naona kanisa naendea mzuri, ndio tuko na wasomi kama vile nimesema. Zamani sisi tulikuwa tunaongoza kanisa, lakini tulikuwa hatuna nini masomo, hatuna kusoma, hatuna masomo. Tulikuwa endelea tu kuongoza kanisa na hakuna kusoma, lakini nilikuwa naambanga sana kusema hii kanisa kama hakuna watu wanasoma haiwezi enda mbele. Ama namna gani? Unafikiriaje? Kama watu hawakusoma hakuna maendeleo, hakuna kanisa kusoma mbele, hakuna. Ndio mimi naona wasomi naongezeka. Ndio mimi najua kanisa lenyewe itakuja kwa, hata ukiona Nairobi hapa atajenga kanisa moja, lakini watakuja kujengwa. Kama tunaendelea kusoma, itakuja kujengwa hata ofisi kubwa, hata itakuja kujengwa. Kwa hivyo niwaambia wale wasomi wanaenda kupata kazi hapa Nairobi, kupata kazi nzuri, ukasana sana kupata shamba hapa Nairobi. Kama mnafanya tu kazi na kuenda, kama itabaki bure bila kanisa. Niwaambia wote kazana sana kutafuta shamba yote, maana wa kujenga ndio kanisa litasimama. Ama namna gani? Utakuja kuwa kanisa kubwa. Kwa hivyo ndio mimi naachia nyinyi wale wasomi wanapata kazi, kama wanapata kazi nzuri, kasema uchenge hapa Nairobi, ndio kanisa mtaenda vizuri. Na mimi nashukuru mimi sana, kwa maana hatuna wizi wa kanisa. Sehemu la kumi tutoe na maende nini wasia kufanya mzuri, ili Foreign Mission tufanye vizuri. Tukifanya hivyo, hata Mungu atakuja kutubarikiwa, mtabarikiwa na hakuna choyo, hakuna wizi, hakuna. Tukisoma kitabu moja Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12, tunasoma nitaenda kumaliza tu saa hii. Unaona saa inaenda na watu wanaishi mbali. Hebu soma.
atafunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, na utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Hapo tumesikia ukimcha anyway, kufanyia kazi yake, kulinda amri zake na maagizo yake yote, itakuja kubariki, itakuja kubariki, na wewe itakuwa kuombesia mataifa mengine au watu wengine kitu au pesa au nini, lakini wewe utakopa. Haleluya. Naona nini? Naona tuseme bado hapa kwetu Kenya. Unaonanga kila mara watu wanaiba, watu wanafanya corruption. Tunaona hii inaenda chini sana. Kama hakuna corruption, kama watu wanakuwa Mungu, ndio watakuja kutajirika. Sinaona ati kila mara ati wanakopa, wanaenda kukopa nini? Vitu. Kwa sababu njia yake mbaya, kwa maana iko wizi, iko nini? Mambo mengi mbaya. Kwa hivyo hata kanisa vile akiwa na wizi, akiwa na corruption, kanisa itaenda chini. Unasikia? Kanisa hawataenda chini. Kwa hivyo tuwe watu wa kumcha Mungu, kukopa Mungu, kukopa yani ubaya yote. Tuwache ubaya wote, wizi nini, ambayo ni nyingine mbaya, tuwache hapa. Mtaona kule, mtapata baraka nyingi sana. Endelea mbele mpaka juu. Baba, ongeza, endelea. Soma. Maliza hapo. 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia. Si mkia. Nawe utakuwa juu tu, wala huwi chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Elohim wako nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya. Haleluya. Amen. Shalom. Shalom. Leo mnaweza kusema uongo kweli? Hapana. Naweza kusema uongo? Hebu tujaribu tuone. Tukifanya vile wanataka, utaona, utakuwa kichwa ama kanisa yote, utakuwa kichwa kama vile anaweza kutufanyia. Tutapata baraka nyingi sana. Haleluya. Hebu tuchunge hapo, tusije kuwa kama Kenya sasa vile iko. Naona uchumi unaenda chini ama naenda juu? Chini. Uchumi unaenda wapi? Chini. Maana mimi nasikia wengine wanasema uchumi unaenda juu. Uchumi unaenda juu kwa serikali kuongezea watu vitu, lakini watu wanaenda, uchumi wao wanaenda wapi? Chini. Kwa hivyo asante sana kwa vile tumefika hapa kwenu kukuja kusalimia kanisa hapa Nairobi. Mimi naona watu wanaondoka moja, maana wanaona hata kwao nyumbani. Kwa hivyo sisi tunatoa shukrani nyingi sana kwa vile hata nyinyi mmejaribu sana kwa maana siku ingine, mwaka ingine nilikuwa watu ni wachache sana, ilikuwa kama tulikuwa
tulikuwa Kibera, tulikuwa watu wachache, lakini siku hizi naona watu wengi, Kwa hivyo ni shukrani ndugu sana, nakaa sana mnakazania neno la Bwana na kazi la Bwana. Msite tu kufanya hivyo, baadaye mtabarikiwa. Asante sana. Nafikiri mlifahamu, mnanijua. Kwa kweli mtu hawezi kunijua. Iko? Hakuna wageni. Ni asante sana. Mmebarikiwa na Haleluya. Hata matendo yenu, kazi yenu, yale mnafanya hapa Nairobi, wabarikiwe sana. Amen. Nyumba zenu, vile mnafanyia kazi, barua, iwe na amani. Amen. Iwe na amani. Kama mnakaa bila amani, mambo yote itaharibika. Na tuombee tena nchi yetu ya Kenya, kwa maana sisi watu watakatifu, kama mnaona sasa nchi wanakaa kwa amani, hiyo amani inatoa tumaini. Kwa maana tunasikia nini ni chumvi wa nchi. Kama hakuna chumvi ni kuvunja nchi. Sasa nchi inasimama shuleni, amani na kuchanga shuleni. Tuombe sana, tuombee kanisa, tuombee wazee, tuombee hata wale watu wanatoka huko, tuombe sana. Msielekea kwa maombi, tukasalia maombi. Asante sana. Mungu akubariki wote. Amen.